Makofi kwake. Aha. Hutubia kidogo kabla ya uzinduzi rasmi. Asante na karibu. Asante sana Mr. Muridhi. Makofi tafadhali kwa Mr. Muridhi. Jamani, mumpende Mr. Muridhi. Wapi makofi ya mwalimu mkuu? Good. Shukran sana Mr. Muridhi na uongozi mkuu wa shule ya Riara. Of course walimu, wazazi, wageni pia na vile vile wanafunzi, boys and girls. Mambo vipi? Moja. Ati mambo vipi tunajibu? Hamjambo? Alafu nyinyi mnafanya nani anafaa kupea mwenzake shikamoo? Nani anafaa kuambia mwenzake shikamoo? Mimi ama nyinyi? Aya, in 3, 2, 1, niamkueni. Ebu sisiki. Marhaba wanangu. So kwa majina naitwa Esther Mwende Masharia. Mimi vile vile pia ni mama champion. Ako wapi wewe champion mwenyewe? Mtoto wangu wako darasa la 7. Yule mwingine majaliwa tutamleta before mwaka uishe. Na ni mzazi wa siku nyingi hapa Riara. Nafikiri kuanzia mwaka wa 2016. How many years ago? Zio ni miaka mingapi? What? Ni miaka 9. Na naipenda Riara. That's why mwalimu mkuu alivyoniambia kwamba nihudhurie siku ya leo. Nimekuja kwa kujivunia na kwa sababu pia Kiswahili nakipenda. Kiswahili oye! Kiswahili kitukuzwe. Unajua kwa nini mimi napenda Kiswahili? Hello. Unajua kwa nini mimi nakipenda Kiswahili? Kwanza nimelelewa pwani ya Kenya. Hello. Mimi natoka na wangapi wameenda Diani ama Ukunda? Hapa na wajaenda Diani hapa? Ama Kiswahili ndio shida? Wale wameenda Diani na wangapi? I see most of you have been there. So nimelelewa maeneo ya Diani, Ukunda, pale sisi tunaongea Kiswahili vizuri. Lakini zaidi ya kila kitu, mimi natengeza ajira kwa lugha ya Kiswahili. Sema ajira. Ajira. Aya, nitasongea hivi. Ama mwalimu uko na microphone, ha? Nataka uniambie ungependa kuwa nini? Nipatie tu wanafunzi yote randomly. Angependa kuwa nini akiwa mkubwa kutengeza ajira? Ungependa kuwa nini ukiwa mkubwa kutengeza ajira? Sema. Ningependa kuwa footballer. Ala, good. Unaitwa nani lakini? Unaitwa? Majina kamili? Caleb. Caleb angependa kuwa footballer. Mpe mdada. Ningetaka kuwa rubani. Rubani, good. Nani mwingine? Ningetaka kuwa polisi. Ungependa kuwa polisi. Na huku jamani, hao mabarobaro, wacha tuongee na mabarobaro. Hamjambo? Hamjambo? Wewe uko na dreadlocks kama mimi. Ungependa kuwa nini? I don't know. Alright, saidiwa na mwenzako. Ungependa kuwa nini ukimaliza shule? Rubani. Rubani. Na wewe? So what I'm trying to say is, katika kitu chochote ambacho ungependa kuwa ukimaliza kusoma, sasa hivi katika dunia ya sasa ni lazima uwe na uwezo wa kuongea lugha zaidi ya moja. Unajua hiyo? Gone are the days whereby kwamba ulikuwa unaongea tu lugha moja na ndio basi. Siku hizi lazima uweze kuongea lugha zaidi ya 2, lugha zaidi ya 3. And that's why in places like China, nisonge nyuma kidogo, katika sehemu kama vile China, sema China. Unajua China sasa hivi, apart from America, China pia wanaongoza sana uchumi wa dunia. Katika taifa la China, Kiswahili pale kimekuwa very embraced, na pale ukifanya kazi yoyote inakuwa na manufaa zaidi. Wewe kama mtoto wa Kiafrika, unaweza kupata manufaa zaidi ukiwa unaongea lugha ya Kiswahili. Unafahamu hiyo? Mataifa kama vile, nakumbuka Mr. Wafula ameongea pale, mataifa kama vile Marekani. Nilikuwa naongea na rafiki yangu juzi yako maeneo ya Australia, ananiambia kwamba kazi za utafsiri pale zina bei sana, utafsiri wa lugha ya Kiswahili. Hello. Hey. Hawa wanajua tuongea nini? Hi.
doesn't matter. Najua shule kama hizi za Riara, mimi kama mzazi wa siku nyingi, tunawahimiza watoto wetu to be global citizens, isn't it? Sisi sote tunataka kwenda mataifa ya mbali. How many want to go to America? How many want to go to France? Wangapi wangependa kwenda nchi ya China? London? Paris? Germany? Oh, okay. Kwa hivyo mpendi Kenya? Kenya mnapenda? Hello, hello. Cha muhimu na cha msingi. Hello, hello. Boys and girls. Boys and girls. Kiswahili kitukuzwe? Nikisema Kiswahili kitukuzwe mnasema hoi. Kiswahili kitukuzwe? Oye. So cha msingi zaidi, najua tunawalea watoto wetu sisi kwa kuwaambia kwamba ni vizuri tuende, ni vizuri we'll take you to Germany ukimaliza shule. Na hivyo najua hivyo ndo tunawaambia manyumbani. Tutakupeleka Marekani. But tunasema ya kwamba umuhimu wa kujifunza lugha ya Kiswahili ukiwa kule nje unakuwa very outstanding, unakuwa na nafasi ya kupata nafasi za kazi nyingi tu ambazo zinapatikana hapa nchini na vile vile mbali. Wacha niwaambie story. Story time. Story time. Kuna wakati nimepata nafasi nimeenda Tanzania. Walikuwa wametupeleka kama wanahabari wa kike. Nakumbuka ilikuwa Women's Day. Sema Women's Day. So wakawa wametuchukua wanahabari tofauti kwa ndege. Hiyo ndege nakumbuka ilikuwa inaitwa Fastjet. So walipotupeleka Tanzania, ilikuwa ni a day trip. Tulikuwa tunaenda asubuhi, turudi jioni. Guess nini ilifanya nibaki Tanzania? Si kwa sababu mimi ni mtangazaji mzuri. Nakumbuka nilipofika Tanzania, walisikia lugha yangu, lafudhi yangu ya Kiswahili. Na wakasema, "Oh my God, wewe kweli umetoka Kenya?" Hapana. Na walinipenda sana ile ndege. Na nikabaki Tanzania, wakaniambia you must stay, you must have an extra night. Wengine wakarudishwa Kenya mbio. Walikuwa hapa JKA jioni. Na hiyo si hiyo tu. Kiswahili hicho kimenibakisha Tanzania. Nikatengeza mahusiano na ile ndege, walikuwa wanaitwa Fastjet, nikapata kazi ya kuinfluence. Wangapi wanajua influencers hapa? Wanataka kuwa influencers? Na nikaja because of Kiswahili. Hiyo ndege ikanipatia mwaliko wa kuhudhuria sherehe ya Neo. How many people know Neo, the musician, the R&B musician? You know Neo? From Hollywood, not Neo hapa Kariobangi. And I was able to attend that event kwa sababu ya kuongea Kiswahili ya ule mwanahabari. Nikaitwa sasa kwa mara ya pili tena Tanzania. So Kiswahili ni kizuri. Kiswahili kina gist. Kiswahili inabamba. Sema Kiswahili inabamba. Sema Kiswahili, ambia wewe mwenzako Kiswahili inabamba. Now, speaking about influencer. Mimi pasi na kuwa mwanahabari pia nafanya kazi ya influencing. Mulamu wa mwanahabari mwenzangu utaniambia influencer wanaitoje kwa Kiswahili, utanieleza baadaye. Kwa sasa hivi hapa nchini Kenya, most of the people, kama tumeelewana kwamba watangazaji wengi wanaongea lugha ya Kizungu. Lakini kwa sababu mimi naongea Kiswahili kwa kutangaza kwangu, nimekuwa mojawapo ya influencers wakubwa tu, kwa sababu wakati makampuni yanatafuta influencer wa Kiswahili huwa ni wachache. Sasa kwa kina dada niko katika nafasi ya mbele zaidi kwa sababu I am one of the qualified few wa kuongea Kiswahili na nimeembrace. Kwa hivyo Kiswahili, ambia mwenzako, "Mwisisikie Kiswahili inabamba." Na Kiswahili iko na pesa. And of course Kiswahili imenipatia ajira. Nimefanya kazi ya utangazaji kwa takriban miaka 15. And nimekuwa mojawapo ya wanahabari ambao tunajulikana hapa nchini kwa sababu ya Kiswahili. I remember my first time, mwalimu mkuu Mr. Murithi, ndio nipate kazi sasa kwenye radio. Nakumbuka ilikuwa inaitwa Radio Kaya. Iko pale Mombasa. Nikapewa nafasi ya kwenda kuwa mtangazaji, but now wakapeleka kwenye test. So nikaekwa kwenye production. Production ni pale ambapo tunafanya matayarisho ya vipindi. Sasa nilikuwa nimefanya utangazaji kwenye radio inaitwa Shake FM kwa miezi 4. Lakini sasa hii Radio Kaya ilikuwa ni kubwa kidogo na ilikuwa ina umaarufu mwingi. So nakumbuka nikaambiwa, "Haya, test.
post, ingia pale, piga kitu. Sasa nilivyoingia, sijui Kiswahili ilipotelea wapi. Nikaingia nikaanza kuchanganya na Kizungu. Nikaanza sijui kuongea namna gani. Nakumbuka wale ambao walikuwa ni wakuu wa station waliniambia fanya hivi, Esther, tulia. Sasa ongea Kiswahili. Na nikaingia tena kwa mara ya pili. Nikaachana na Kizungu yote. Haikumaliza siku mbili, wakaniita wakanipatia kazi. Na sijai kutoka hewani mpaka sasa hivi. Kiswahili oye! Sisikii sauti zenu bana. Kiswahili oye! Kwa mara ya mwisho Kiswahili oye Riara. Kuanzia leo tutakipenda Kiswahili. Wangapi wataanza kupenda Kiswahili kuanzia leo? Wakijua kwamba kina manufaa zaidi. Sioni mikono. Sioni. Hapa hawataki. Hamtaki Kiswahili. Shukran sana kwa kunitegea sikio. Nikitumai kuanzia leo utaangalia na jicho tofauti Kiswahili. Najua kidogo nyumbani kwetu sometimes tunaambia kwamba let's speak in English, lakini jua leo nikitumai kwamba leo masikio yako yamefunguka, moyo wako umefunguka, utaanza kuembrace Kiswahili na I can't wait to see you at the top. Niambie tuonane kileleni. Hawa tutakutana kileleni. Shukran sana Riara, God bless you. Na kweli na siku njema. Bye bye. Muziki huo sasa, muziki hapo.